Ndugu zangu wa Tanzania, niko mbele yenu kuzungumzia mada moja ambayo imetokea hivi karibuni kuhusiana na mbunge wa Arusha mjini Mr. Gambo au Mheshimiwa Gambo. Mheshimiwa Gambo amekuja mbele ya media, social media, akituaminisha kwamba ni mtu ambaye anahitaji mabadiliko, kwamba nini kimetokea katika kipindi ambacho wameshindwa kuelewana na mkuu wake mkoa. Niseme jambo moja, ameweza kutoa mada yake kueleza jamii akitegemea kupata majibu ambayo ni chanya toka kwetu. Lakini majibu ambayo tunampatia ni kwamba kile ambacho unakifikiria, kile ambacho unakihitaji, nafikiri inawezekana ikawa ni tofauti na vile unavyofikiri. Kwa nini? Ukweli ni kwamba muda umefika sasa wa kuweza kuachia wengine wakaweza kungurumisha hilo gurudumu. Tunachokiona ni kitu kimoja, nchi hii imefikia hatua hii ni kutokana na viongozi wa design ya kwako. Nchi hii imeshindwa kusonga kutoka kwenye nafasi ambayo ni ya third party kwenda kwenye nafasi za juu, ni kutokana na kuwa na viongozi design yako wewe Mheshimiwa Gambo. Mimi ninachoweza kusema ni kitu kimoja, nisikilizeni kwa umakini. Loyalty is not permanent. Loyalty must be saved. If the people give you the loyalty and you fail to return it to them, three things will happen to you guy. Kitu cha kwanza, they will be angry with you. Kitu cha pili, they will be tired with you. Number 3, they will hate you. And lastly, they will walk away from you. Kwa hiyo tumekuwa ni watu ambao tumekuwa tukijisahau. Nini namaanisha? Kile ulichokizungumza kuhusu kushindana na kiongozi mwingine, mimi naweza nikasema wananchi wa Arusha wako sahihi. Hao madiwani ndio waliokuchagua wewe kuwa mbunge. The same madiwani ndio wanaokuja kukutoa wewe kwenye ubunge. Kwa nini? Kwa sababu you are not deserving to be there. Wewe unataka kushindana naye, hiyo ni sayari nyingine katika utawala. Anaweza akateua jina akompiti na wewe, yeye akabaki ofisini. Siku ya uchaguzi wewe ukaishia kukompiti na kimvuri cha Makonda na bado Makonda akashinda. Kwa sababu hakuna mtu yoyote asiyemjua Makonda katika nchi hii. Ufanisi wake, uweledi wake. In short, ni mtu aliyebarikiwa, ready kwa ajili ya kuongoza Watanzania. Ni bora ukaweza kuresign kwa heshima. Wananchi wenyewe wamependekeza wanamhitaji Makonda. That is the right person. That is the right person to be there. Tunachoomba kupitia huo mwanga awe mbunge wa Arusha mjini, lakini kupitia sisi tusiokuwa wana Arusha tumpate kupitia wizara. Najua akishakuwa mbunge, Mheshimiwa Rais hata niangusha, atamchagua kuwa waziri. Na akishamchagua kuwa waziri, maana yake atawatumikia wananchi wote wa Tanzania. Kwa atakuwa na kofia mbili, kofia ya ubunge na kofia ya waziri. Na ndipo atakuwa maandalizi yake mazuri katika uongozi wake huko mbele unapokuja. Kwa sababu yapo mema mengi tunaomnenea na kumuombea afike na kutakiwa aje kuliongoza hata taifa hili. Kwa ninachoweza kusema ni kitu kimoja. Ufike wakati Mheshimiwa Gambo, uache kutoa visingizio visivyo vya msingi. Eti unasema kwamba Mheshimiwa Makonda amewaandaa watu. Hawezi kuandaa watu. Huyo ni mtu ambaye amejitosheleza. Hiyo kauli unayozungumza hata kila mmoja atakucheka. Unaongea kauli ya kitoto. Katika swala la utawala bora, hakuna mtu asiyemjua Makonda ni nani. Kwa ninachoweza kusema ni kwamba better to resign, better ukaangalia shughuli nyingine ya kufanya, lakini kama ni swala la utawala nafikiri limekushinda. Kwa hiyo tunachoamini na tunachohitaji wananchi, tunahitaji kutoka kwenye nafasi tuliyokuwa nayo, twende kwenye nafasi nyingine. Tumechoka kukaa hapa zaidi ya miaka 80. Kama nilivyosema awali, miaka 80 maana ni umri wa babu zetu, ni umri wa baba zetu na ni umri wa sisi. Hakuna mabadiliko, hakuna maendeleo yoyote. Tunachohitaji ni maendeleo, na maendeleo siku zote yanaletwa na watu ambao ni smart. This is number 1. Kwa hiyo ukihitaji mafanikio yoyote, kitu cha kwanza is to work with the smart people. This is number 1. Number 2, you should conduct the mistake. Lakini katika zile mistake, naomba nikushukuru Mr. Gambo, umetuonyesha where is the mistake. Kwa kupitia zile mistake tunahitaji tumweke mtu mwingine ili aweze kurekebisha yale makosa yako. Haujafanya ubaya na wala hatuna ubaya na wewe. Kikubwa ni kwamba katika maisha hakuna mtu mbaya. Ndio maana mtu mbaya atakupa experience. Mtu mzuri atakupa furaha. Mtu ambaye ni worth atakupa lesson. Na mtu ambaye ni best atakupa memory. Kwa tunashukuru kwa hatua uliofikia.
tukiamini kwamba umekuwa ni msaada wa kutuonesha makosa. Kwa we need to put someone inside ambaye ni smart kwa ajili ya kuweza kuwaokoa wana Arusha, lakini pia na kwa ajili ya kuweza kuiokoa Tanzania. Tunahitaji tutoke hapa tulipo. Tumechoka, lazima tuwe wazalendo. Hii nchi inabidi itogee, itoke hapa tulipo, twende sehemu nyingine. Tumechoka kubaki kwenye nafasi. More than 8 years. Kama nilivyoweza kusema, umri wa babu yako, umri wa baba yako na umri wa kwetu sisi, tumeexist kwenye hii position bila mabadiliko yoyote. Ifike mahala tuache kupeleka lawama kwa Mheshimiwa Rais. Tuache kupeleka lawama kwa Mheshimiwa Rais kwa sababu tu na makosa yetu tunayofanya sisi wenyewe. Na hiyo ndio imedhoreka. Tumekuwa tukalaumu Rais, amelaumiwa Kikwete, amelaumiwa Marehemu Mkapa, kalaumu Magufuli na sasa tunamlaumu Mama Samia Suluhu Hassan. Yote ni kwa sababu ya uzembe wa viongozi like you Gambo. Kwa tunachokuomba, leave you, tupate watu wengine ambao wataweza kutusaidia kwa maana ya kuinua Arusha, lakini haitoshi wakawa msaada pia katika wizara na wakaweza kuinua Tanzania. The only person ambaye anaweza kafaa bila kupindisha maneno is only Makonda. Naitwa Shedrack, napatikana kwenye mitandao ya kijamii, Facebook kwa jina la Shedrack Mbunda, YouTube kwa jina la Shedrack Mbunda, Instagram kama Teacher wa Maticha na TikTok kama Teacher wa Maticha. Naomba niwaache, otherwise tukutane wakati mwingine tena.